Kwa hiyo leo, kwa sauti ya uwazi, kwa sauti ya uadilifu, kwa sauti ya uchumi wa mwananchi, tunasema tunazitaka mamlaka zitekeleze, na Watanzania kwa sauti moja tudai haki hii ya maamuzi ya kupata ahueni kwenye mafuta kwa kutaka yafuatayo yafanyike. Moja, kuondoa kodi na tozo zote takribani 18 kwenye mrorongo wa bei ya lita ya mafuta. Jambo hili liendane sambamba na kuweka wazi mfumo wa utaratibu wa uagizaji wa bei ya mafuta katika hali iliyopo sasa nchini. Kwa tunataka tozo na kodi mbalimbali ambazo zinafikia 18 ziondolewe, serikali ziondoe, hii serikali dhalimu, ili kuwapa wananchi ahueni. 2, mamlaka itangaze mara moja mpango wa ahueni wa bei ya mafuta kwa muda, yani temporary fuel relief window ya siku 60 mpaka 90. Tunaitaka mamlaka husika kutoa ruzuku ya muda, yani targeted subsidy, ili kuwalinda wananchi na sekta nyeti kama usafirishaji na kilimo. 3, mamlaka iandae na ilete mpango wa dharura wa kuzuia kupanda kwa bei ya mafuta, yani fuel shock, kugeuka kuwa hatari ya bei ya vyakula, yani food crisis. 4, na mwisho, kwa vile mamlaka ilitoa taarifa kwa Watanzania kuwa nchi ina akiba ndani ya mafuta kwa miezi 3 mbele, mamlaka ithibiti bei kwa miezi 3, kwa sababu hayo mafuta yalikuwa tayari yako ndani ya nchi na tunaamini yalikuwa kwenye hifadhi zetu ambayo yamefanywa na bulk procurement, lakini vile vile yamehifadhiwa kwenye matenki ya kwetu ya TIPA. Chadema tunasisitiza kuwa hali hii siyo ya kuvumilika na haiwezi kuvumilika. Ni wajibu wa mamlaka husika kuwalinda wananchi wake kwa vitendo, si kwa maneno. Tumechoka na maneno yao, kila siku wanaongea wanatuimbia. Sisi hatutaki hayo maneno. Wajibu wa mamlaka ni kulinda wananchi. Kupanda bei ya mafuta ya diesel na petroli kwa kiwango cha kuumiza wananchi namna hii si jambo la bahati mbaya, bali ni matokeo ya uzembe, wizi, ufisadi, kama ilivyothibitishwa kwenye ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali, ukosefu wa uwajibikaji na sera mbovu zinazoumiza mwananchi. Hatutakubali nchi iendeshwe kwa maamuzi yanayowaumiza wananchi huku wachache wakinufaika. Tunataka haki, tunataka unafuu wa maisha, na tunataka vifanyike sasa. Asanteni kwa kunisikiliza.